Mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wake, tunapenda kuwafahamisha wananchi na umma kwa ujumla kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Mkutano huu ni mkutano muhimu ambao utafanyika tarehe 5 hadi tarehe 6 Agosti 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje ya bara Afrika, wakiwemo wakuu wa nchi na wakuu wa serikali, viongozi wa taasisi za fedha za kimataifa, wanahisa wa Africa 50, wawekezaji, viongozi wa sekta binafsi pamoja na washirika wa maendeleo barani Afrika na Tanzania kwa ujumla wake. Katika hafla hiyo ya ufunguzi, viongozi mbalimbali wa nchi wanatarajiwa kushiriki, na hasa wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwa ndiye mwenyeji wa mkutano huu na atakuwa ndiye mkaribishaji mkuu wa viongozi wote ambao wanatarajiwa kuhudhuria. Aidha, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwajulisha kuwa mpaka leo wapo baadhi ya viongozi ambao wanaweza kushiriki katika mkutano huo, ikiwemo Rais wa Jamhuri ya Angola, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Rais wa Jamhuri ya Gabon. Ndugu waandishi wa habari, mkutano huu ni moja ya majukwaa makubwa zaidi kwa mwaka huu 2026 yanayolenga kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika kupitia ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, yani PPP. Aidha, ni mkutano unaotoa fursa adhimu kwa Tanzania kuendelea kujitangaza kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Kupitia mkutano huu, serikali itawasilisha pia miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo reli ya kisasa, yani kwa maana SGR, bandari ya Dar es Salaam, miradi ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme pamoja na miundombinu ya tehama kwa lengo la kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kuharakisha utekelezaji wa malengo au utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ambayo pia, ndugu waandishi wa habari, kama mnakumbuka vizuri, Mheshimiwa Rais kwa siku ya jana alizindua nyenzo za utekelezaji. Napenda pia kuwahimiza wafanyabiashara wote na watoa huduma wa sekta binafsi kutumia fursa hii muhimu katika kutoa huduma bora zenye weledi, uadilifu na zinazokidhi viwango vya kimataifa, lakini huku akiepuka vitendo vya kupandisha bei isiyo ya lazima ambayo inaweza kuwa ni dosari kwa taswira ya taifa letu. Ndugu waandishi wa habari, nakumbuka pia ya kuwa huu sio mkutano wa kwanza kufanyika katika nchi yetu. Tanzania imeendelea kuwa ni kielelezo cha heshima kubwa duniani kwa kuvutia pia mikutano mingine mingi ambayo imeshapita, ambayo nayo ilifanyika hapa kwetu kwa ubora na kwa ufanisi mkubwa pasipo doa lolote.